kwenye kila jambo. Yeye mara nyingi atafanya talmih. Ndio siku moja nikasema kuna ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanamke anapoitwa na mkewe kwa haja, yani yumhitaji, asimuitikie. Hadithi yasemaje? Atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Mimi mwenyewe nikawa najiuliza, je, ikiwa aliyotaka ni yeye na mwanamume akakataa, huyu mwanamume hapati laana? Ukiangalia hadithi haikutaja, hadithi haikusema mwanamume yoyote atakayeitwa na mkewe. Hadithi ilisema mwanamke atakayeitwa na mumewe. Lakini ukiangalia asli ya dini haiwezi kubagua. Huyu akihitaji, asipoitikiwa mwenzake yule atapata madhambi. Lakini mwenzake akihitaji, asipoitikiwa, huyu mwanamume hapati chochote salama. Hamuoni kwamba hapa kidogo itakuwa hakuna uadilifu? Nikajaribu kufikiria, ndio nikapata jawabu. Mtume kutaja mwanamume, kusema mwanamke atakayeitwa na mwanamume, kwa sababu tabia ya mwanamume kumuita mwanamke na si tabia ya mwanamke kumuita mwanamume. Si kawaida. Wala usiniambie Sheikh, hao ni ulimwengu zamani, siku hizi wakikutaka wenye mimi niko hapa nazungumza tabia ya mwanamke alivyo. Mwanamke mara nyingi akikuhitaji atakufanyia ishara, lugha ya vitendo, na hiyo ndio maana ya talmih. Huma yasarrih ma tusarrih tulamih, ndio tabia yao.